إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلالات اللهم آمين. إخوة الأماجد، أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجى المتقون. بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلاة السلام kiongozi wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kuhusieni vile vile kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Hutuba yetu ya Ijumaa ya leo tutajaribu kukumbushana juu ya unwani la yakun ahadukum sabahlalu, asiwe mmoja wenu ni sabahlalu. Wama maana sabahlalu? As-sabahlal man yamshi hamajan la fi amri dunyahu wala fi amri akhiratihi. Sabahlal ni mtu ambaye yuko katika hii ardhi, hana mwelekeo, hana malengo, hayupo katika mambo ya duniani wala hayupo katika yale yanayempatia thawabu kesho akhera. Huyu anaitwa ni sabahlal. La yakun ahadukum sabahlal ayun la amala lahu, asiwe mmoja wenu hana kazi ya kufanya. Uislamu umekemea mambo haya. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika aya, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan, Allah amejalia ardhi kwenu ni tandiko. Famshu fi manakibiha, tembeeni kwenye vilele vya hiyo ardhi, nendeni tembeeni mtafute riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur, kuleni riziki inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwake Allah mtarejea. Bali Allah akatuambia kwamba katika Uislamu hakuna kusema labda leo sio kazi, leo ni mapumziko. Uislamu umekataa kauli hiyo. Uislamu ukatuambia hata siku ya Ijumaa kama leo hii ambayo kwetu sisi tunaona kama ni siku ya ibada na ni siku ya Idi, tunaambiwa tuende kufanya kazi. Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Ikinadiwa swala siku ya Ijumaa, kimbilieni kwenye utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Acheni kuuza, acheni kilimo, acheni kuchunga wanyama wenu, wafungieni mahala, nendeni mkafanye ibada. Mkimaliza hiyo ibada, wa idha qudiyatis salah, pindi ikimalizika swala,
mnatakikana mtoke muende mkatafute riziki. Fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Ikimalizika swala, tawanyikeni kwenye ardhi mtafute fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Tafuteni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Na fadlullah kama walivyotafsiri wanawachuoni ni kutafuta riziki, hakuna kingine. Kama uko kwenye kilimo ukalime, kama uko kwenye ufugaji ukachunge wanyama wako, kama uko kwenye biashara ukafungue biashara yako. Wabtaghu min fadlillah, tafuteni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala huenda mkafaulu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam awaambie waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, waqul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fanyeni matendo, fanyeni ibada, fanyeni kazi. Kwenye ibada mfanye na kwenye kazi mfanye. Allah subhanahu wa ta'ala ataona matendo yenu na mtume atayaona, na waumini wasaturaduna ila alimil ghaibi washahada, na mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala anayejua yale yote yalofichikana, na yeye ni mshindi. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, atakufahamisheni yale yote mlikuwa mkiyafanya. Wanawachuoni katika kutafsiri neno sabahlal, jaa fi lisani al-arab maana sabahlal fi lugha. Maana ya sabahlal katika lugha imekuja katika kitabu kinachoitwa Lisanul Arab, huwa alfarighu min ayi amalin kana. Sabahlal ni yule mtu ambaye hana kazi yoyote, mwenyewe kazi yake ni kukaa tu. Amka asubuhi anaenda kukaa kijiweni, muda unaisha anarudi nyumbani. Hana kazi yoyote anayefanya, haingizi chochote zaidi ya kukaa na kupiga story peke yake. Sheria ikasema asiwe mmoja wenu ni sabahlal, asibaki mmoja wenu kazi yake anaishi katika dunia hana kazi yoyote, hana kazi yoyote. Yuqalu huwa yamshi, husemwa sabahlal ni yule anayetembea. Yamshi sabahlulan, anatembea sabahlal. Ayu yaji'u wa yadhhabu fi ghairi shay, anaenda anarudi, hakuna anachokifanya na wala hakuna faida anayepata katika kutembea kule. Amesema Abu Haytham rahimahullahu ta'ala, wa kullu farighin, na yoyote yule anayekaa bila kazi, sabahlulan, yule mtu anaitwa ni sabahlal. Waqila as-sabahlal man yamshi bila silahan wala aswa. Sabahlal katika lugha imesemekana pia ni yule mtu anayetembea hana silaha, anatembea hana fimbo, anatembea hana silaha ya kilughawia na maanawia, au ya kihisia na ya kimaanawia. Ya kihisia na ya kimaanawia, tukisema ya kihisia maana yake hata adhkari hana, hata kusoma Qur'ani hana, kumdhikiri Allah hana, lakini pia hana hata ile hirzi, kizuizi ambacho kinaweza kumzuia yeye na maasi au na mambo ambayo ni mabaya. Yule anaitwa ni sabahlu. Wa huwa amrun ayu shay'un la thamarata fihi. Sabahlal ni mtu anayefanya jambo ambalo halina faida ndani yake. Faqad jaa al-athar an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, imekuja athar kutoka kwa Umar ibn al-Khattab Abu Hafs radhi za Allah ziwe juu yake, anasema inni la akrah an ara rajula sabahlulan. Umar anasema mimi nachukizwa kumuona mtu ni sabahlan, nachukizwa kumuona mtu ni sabahlan, la fi amali dunya wala fi amali al-akhirah. Hajishughulishi na matendo ya duniani wala hajishughulishi na matendo ya akhira. Duniani hayupo, akhera pia hayupo. Ukienda kwa watu wanaofanya ibada, yeye hayupo katika wale wanaofanya ibada. Ukienda katika watu wanaoitafuta dunia, yeye hayupo katika kuitafuta dunia. Utaona leo hii watu wanafungua maofisi yao, wanafanya kazi, wanapata pesa, wanapata riziki, mwenyewe hana mpango naye, hana hata hiyo ofisi. Lakini watu leo hii mvua zimenyesha, watu wanafanya kazi, wanalima, hana mpango na kilimo.
Mwenyewe anaona kama vile riziki itakuja kutoka juu mbinguni hata bila ya kutafutwa. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu salla al-fajr yawma min al-ayyam. Umar ibn Khattab siku moja aliswali swala ya alfajiri. Baada ya kuswali swala ya alfajiri akawaacha watu yadhkuruna Allah fil masjid, akawaacha watu wanamtaja Allah msikitini, yeye akaenda kwenye majukumu yake. Faraja baada qubayla dhuhur, akarudi karibu na swala ya dhuhuri, fawajadahum yadhkuruna Allah, akawakuta wanaendelea kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala hapo msikitini, hawajatoka. Akawauliza, aina tajituna rizqakum, riziki yenu mnaipata wapi kama mnakaa msikitini mnamdhikiri Allah peke yake? Hamuendi kutafuta riziki, hamuendi kwenye biashara, hamuendi kwenye kilimo, hamuendi kwenye ufugaji, nyinyi mko msikitini, riziki yenu inatoka wapi? Faqalu natawakkal ala Allah, wakasema sisi tunatawakkali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'awja'ahum bil aswa, akawatandika viboko, akawaambia alimtum anna as-samaa la tumtiru dhahaba wala fidda, ninyi mnafahamu vyema hii mbingu haiteremshi dhahabu wala fedha, hii mbingu haiteremshi pesa kutoka juu, bali inateremsha maji. Yale maji yanataka yafanywe kazi. Ninyi maji yanateremka alafu mmekaa msikitini mnamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia, hawa wamechapwa viboko na Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, wanafanya adhkari msikitini, hawajaenda kufanya kazi, wanasema tunatawakali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, wale ambao leo hii hawafanyi hata kazi msikitini, hawafanyi adhkari msikitini, wako majumbani na hawaendi kazini? Mtu amelala nyumbani kwake, amekaa tu nyumbani kwake, haendi kazini, na mvua zinanyesha, haendi kufanya kazi. Au watu wako kwenye biashara zao au kwenye vibarua, haendi kwenye kibarua, haendi kwenye biashara, hana kazi yoyote, amekaa nyumbani. Huyu katika zama za Umar ibn Khattabi, huyu ilikuwa ni aula ayudhraba, huyu ni wa mwanzo kutandikwa viboko kabla ya wengine wote. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika Uislamu hakuna kitu kinachoitwa hakuna kazi. Uislamu ni kazi, na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha, tembeeni katika ncha za ardhi, tafuteni riziki za Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulu min rizqihi, kuleni riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu ni dini ya uchumi, Uislamu ni dini ya kutafuta uchumi. Ndugu zangu katika imani, wa mithluhu fil ma'na al-alfadh wal alfadh an ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala, Abdullah ibn Mas'ud baridu Rasulillah, radhi za Allah ziwe juu yake, ambaye ni Abu Abdurrahman, radhi za Allah ziwe juu yake, amesema inni la amqutu rajula arahu farighan laysa fi shay'in min amali dunyahu wala min amali akhiratihi. Abdullah ibn Mas'ud anasema, mimi namchukia mno yule mtu ambaye amekaa bila kazi, hayupo kwenye matendo ya duniani wala hayuko katika matendo ya akhira yake. Huyu mtu anachukiza sana kwangu mimi kushinda watu wengine wote. Imepatikana kwa wengi miongoni mwa wanawachuoni wal hukama na wana hikma mithla qawlihim, mfano kauli yao pale waliposema la yanbaghi lil'aqil, haipaswi kwa yoyote mwenye akili, ayara la yanbaghi lil'aqil ayura illa sa'iyan fi tahsili hasanatin limaadihi au dirhaman limaashi, haipaswi kwa yoyote isipokuwa aonekane katika moja kati ya hali mbili: ima anaenda pupa kutafuta riziki ya watoto wake na wake zake na familia yake, ima aenda pupa kuitafuta akhera kwenye ibada. Yani uonekane huko katika moja kati ya mambo mawili: ima unaenda pupa kutafuta riziki au unaenda pupa unaenda kufanya ibada. Lazima uwe na moja kati ya hali mbili. Ama kukaa bila kazi yoyote na wewe ni muafa na wala si mgonjwa, wewe ni katika wale watu wanaostahili kuadhibiwa tena kwa kuchapwa viboko kama alivyofanya Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Ndugu zangu katika imani, wa huwa muwafiqun li ruhi hadha ad-din al-azim, haya ndo yanaafikiana na utukufu wa dini hii ambayo ni tukufu, alladhi yahuthu ala al-amal wa yakrahu al-ajz,
ambaye dini hii inatuhimiza kufanya kazi na inachukiza watu kukaa bila ya kazi. Walkasal, na dini hii inakataza uzembe, watu kukaa wakiwa ni wavivu, wazembe, wamelegea. Hakuna dini inakataa. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala, wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah anasema fanyeni matendo, fanyeni kazi. Allah ataona yale mnayoyatenda, mtume atayaona na waumini wataona. Allah ataona, atakupeni badala, waumini watakusifieni, bwana mtume atakutajeni fi mala'il a'la, katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala huko juu mbinguni. Imekuja katika riwaya ya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juu ya kwamba annahu qala inni la anzuru ila ar-rajul fayu'jibuni, mimi namuona mtu ananistaajabisha, nikimuona anapopendeza, akiwa na nguvu, yuko vizuri, ananistaajabisha kweli kweli, naona huyu jamaa mashallah yuko vizuri. Faqila li, fa idha qila li, alafu nikaja nikaambiwa innahu la amala lahu, huyu mtu hana kazi, anaishi tu, hana kazi, kazi yake ni kuomba watu. Hata kwenye kahawa paka ukawaombea wenzako ugongee. Wewe huwezi ukawanunulia hata wenzako kahawa hata siku moja. Wewe kila siku wanunuliwa tu. Huwezi ukatafuta pesa upate. Daima wewe unaomba tu. Akasema mimi nachukizwa na mtu ninamuona katika mazingira fulani, kisha baada ya hapo nije ambiwe huyu mtu hana kazi. Anaishi kazi yake ni kuomba watu. Akute watu wanakula akae ale, yeye hahitaji kutafuta riziki. Asema sakata min ainayya, huyu mtu anaondoka kabisa kwenye macho yangu, anaondoka kabisa kwenye macho yangu, ile hadhi yake inaondoka. Ndio maana Allah akasema wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Na hapa kwa zama mwanadamu amepata hasara kwenye wakati, isipokuwa yule aliyoamini kwanza imani, waamilu salihati, pili wakatenda matendo yaliye mazuri, matendo ya kiibada na matendo ya maisha, watawasau bilhaqi watawasau bisabri, wakahusiana katika mambo ya kheri, wakahusiana katika kusubiri. Imenukuliwa kutoka kwa Amir ibn Qais min at-tabi'ina kwamba anna rajulan qala lahu, kuna mtu mmoja alimwambia ta'ali ukallimaka, na hisi sina kazi, alafu nimekosa wa kukaa naye wa kupiga story, na kuomba bwana uje tukae tupige story, angalau niliwaze, maana nimekaa tu sina kazi, njoo tupige story wote. Faqala la, akamwambia amsiki shams wa atika, kama una uwezo wa kuzuia jua lisiende, tukae tupige story, alafu nitaenda kuendeleza kazi zangu pale lilikosimama jua, takaa pamoja na wewe. Utaweza kulizuia jua ili lisichowee, nifanye yale niloyapanga kwenye maisha yangu? Qala la astati', akasema siwezi. Akamwambia idha la ujalisak, kama huwezi kulizuia jua, na mimi siwezi kukaa pamoja na wewe. Fa inna zamana sari'a almudhi, zama zinaenda pupa, zinaenda haraka sana, la yaudu, hazirudi baada almururi, baada ya kumalizika. Lidhan fakhusran, ni hasara kubwa, man la yata'awadhu fihi bi'amalin salih, yule ambaye hawezi akafanya matendo katika hizo nyakati, matendo ambayo yatamsaidia hapa duniani na kesho akhera. Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yeye ni katika wanawachuoni wakubwa. Siku moja akamuita fundi seremala nyumbani kwake. Baada ya kumuita fundi seremala, akamwambia unaona huu mlango wa nyumba yangu? Asema huu mlango huu wa maktaba, unapofunguka unafungukia sisi, haulali ukutani. Na mimi ninapotaka kutoka nazunguka huu mlango, napoteza hatua 3 wakati wa kutoka. Na ninapoingia pia napoteza hatua 3. Kwa hiyo kwenye kutoka na kurudi hatua 6 zimepotea. Naomba utengeneze huu mlango, ubadilishe ili ukifunguka ulalie ukutani moja kwa moja, usiwe unanipotezea zile hatua wakati natembea. Yule najari akamwambia kwani hatua zikipotea kuna shida gani?
Si unatembea tu unazunguka pale mpaka mlango ulalie ukutani, kwani ukiwa hivi shida iko wapi? Akamwambia hadha la yumkin, hii haiwezekaniki. Mimi natoka naenda kuswali salatu dhuhur, napoteza hatua 6. Naenda kuswali salatu al-asr, napoteza hatua 6. Naenda kuswali magharibi na isha, napoteza, kila nikitoka hatua 6 zinapotea. Lakini bado natoka kwa ajili haja zangu zingine. Napoteza hatua ngapi kwa siku? Napoteza hatua ngapi kwa siku? Lau kuntu as'a ila alkhairati lakana aula, laiti ningelikuwa natembea kwenda kutafuta mambo ya kheri, ingelikuwa ni bora. Zile hatua ninazozipoteza ingelikuwa ni bora. Leo ni wangapi katika watu anaamua kutembea tu, tunapoteza muda bwana, naona halichowewi, acha nipoteze muda. Anatembea zaidi ya hatua 1000, eti anapoteza muda. Mwenzako ameona vibaya kupoteza hatua 3 kila anapozunguka mlango. Alafu wewe unapoteza kwa siku, unapoteza masaa. Unapoteza masaa. Alafu unaenda nyumbani kwako usiku, utadhani ulikuwa kwenye kibarua. Uislamu umekataa tabia hizo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, haitakiwi kwa Muislamu yoyote kukaa akiwa ni sabahlula, kwa sababu sabahlal katika sheria ya Uislamu imekatazwa na sheria. Ndugu zangu katika imani, awsa baadhi salafi sahaba faqal, baadhi ya wema walitangulia, awsa ashabahu faqal, aliwahusia jamaa zake akawaambia, idha kharajtum min indi fatafarraqu, mkitoka hapa kwenye kikao changu tawanyikeni, msitembee mkiwa ni makundi makundi. Fatafarraqu, tawanyikeni. La'alla ahadakum yaqra'u alqur'ana fi tariqihi, yawezekana mmoja wenu atasoma Qur'ani pale njiani anapokuwa anatembea peke yake. Mnapotembea tawanyikeni, msitembee makundi. Yawezekana mmoja wenu akasoma Qur'ani hapo njiani anapotembea, akakumbuka kipande cha aya akasoma. Lakini mnapotembea makundi, maanake mtakuwa kwenye story, nyinyi mnapiga story tu peke yake. Sasa Uislamu hautaki kufanya hivyo. Asema yawezekana mkitawanyika, mtu anapokuwa anatembea peke yake anaweza akakumbuka akasoma hata aya za Qur'ani njiani anapokuwa anatembea, kuliko mnapokuwa makundi. Inafika mahala mnasahau hata ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mata ijtama'atum, yawezekana mtakapojikusanya, tuhadithukum wa taturukukum qira'at alquran, atajitokeza mtu wa kukusemesheni na mtaacha kuisoma Qur'ani, mtaendelea kupiga story ambazo hazina faida katika dini ya Uislamu. Udu rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wa kafa, thumma as-salatu was-salamu ala khairil anbiya'il mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Usikum maratan thaniya, ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه، ولقد فاز ونجى المتقون. لا يكن أحدكم سبهلل، asiwe mmoja wenu ni sabahlal, la fi amali dunya wala fi amali al-akhirah, hayupo katika kazi za duniani za kutafuta riziki ya watoto ya familia, wala hayupo katika matendo ya akhira. Amekaa hana kazi. Haya ni makosa makubwa, na wema walotangulia walichukizwa na hali hii. Yaqulu Abdurrahman ibn al-Imam Abi Hatim ar-Razi, Abdurrahman mtoto wa Imam al-Hatim ar-Razi anasema rahimahullahu ta'ala, asema ilikuwa inafika mahala, rubama kana yakulu abi wa aqra'u alayhi wa yamshi wa aqra'u alayhi wa yadkhulu al-qala wa aqra'u alayhi wa yadkhulu al-bayta fi talabi shay'in fa aqra'u alayhi. Baba yangu alikuwa anapupa na kutopoteza wakati, mpaka alikuwa inafika mahala wakati mwingine baba yangu anakula chakula, mimi namsomea ili aendelee kupata elimu. Wakati anakula mimi nasoma, anasikiliza. Lakini anatembea, mimi nasoma, anasikiliza. Anaingia chooni, mimi nasoma, nasimama nje nasoma, anasikiliza ili asipoteze muda. Lakini akasema anaingia bafuni anaoga, mimi nasoma, nasimama nje namsomea, anasikiliza ili aendelee kuhifadhi kitabu cha Allah na mengineyo, asipoteze muda. Wa aqra'u alayhi, mimi namsomea. Fakanat, akasema
fakanat thamaratu hadha aljuhud, ilikuwa matunda ya juhudi hizi alikofikia sasa ala hadha al-irs istighlal al-waqti kitabu al-jarh wa at-ta'dil fi 9 mujalladat. Alifanikiwa kuandika kitabu kinachoitwa Jarh na Ta'dil, akaandika kitabu cha mijeledi 9, vitabu vikubwa viko 9 alifanya kuandika kwa kupitia matunda ya kusomewa na mtoto wake akiwa katika majukumu yake, ili asipitwe na muda hata dakika moja. Hadithi aliyopokea Amrata ibn Khuzaimah. Amrata ibn Khuzaimah ibn Thabit rahma na amani za Allah juu yake amesema, sami'tu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yaqulu li abi, siku moja nilimwambia Umar ibn al-Khattab akimwambia baba yangu, ewe baba, ewe mzee, ma yamnauka an taghrisa al-ardha, ni kipi kinakuzuia usichembeke miti kwenye bustani yako hii? Ana ardhi pana, ana bustani kubwa. Ambia, ni kipi kinachokuzuia usipande miti kwenye bustani yako? Faqala, akasema baba, yani akamwambia Umar, ana sheikhun kabir amutu ghadan, mimi ni mzee, nimezeeka, mimi nitakufa kesho. Hasa hata nikichembeka hiyo miti ya matunda, nikapanda miti ya matunda, mimi siwezi kula ile miti, nimekaribia kuondoka mimi. Waje wale watu wengine, mimi ndo niliyepanda, basi wao waje wajifanyie wenyewe basi, ili kusudi wale kupitia nguvu zao. Mimi nitakufa kesho, shazeeka. Kuna haja gani ya kupanda miti ya matunda? Na zamani watu walikuwa wakiambiwa ukipanda muembe utakufa. Kwa maana nyingine sasa, huo muembe utachelewa kuzaa matunda mpaka wewe utakufa bado hakuna matunda. Hasa mtu anaona bora nisipande miembe bwana, watu wengine watakuja kula, mimi nitaachwa. Hasa akasema hivi, mimi nimeshazeeka, mpaka imefika wakati hakuna haja tena ya kupanda miti ya matunda, watakayepanda ndo watakayekula yale matunda. Umar ibn Khattab alikasirishwa na hayo maneno. Faqala lahu Umar yakamwambia, a'zamu alayka litaghrisanna. Umar akamwambia, nimeazimia, lazima utachembeka miti ya matunda, lazima utapanda miti ya matunda. Faqala Ammara anasema, falaqad ra'aytu Umara yaghrisuha biyadihi ma'a abi ilzaman lahu, nikamuona Umar akamlazimisha baba yangu kupanda ile miti ya matunda, wakawa wanapanda wote wawili, wanasaidiana. Umar yakata mashimo, mwenyewe anapanda, Umar anakata mashimo, mwenyewe anapanda, au Umar anapanda, mwenyewe anakata mashimo. Nikamuona wanafanya hivyo wote wawili, yeye na Umar, pamoja kwamba alisema nimezeeka, siwezi kupanda matunda. Nini maana yake? Hirsa anil waqti, kupupia na wakati, kutopoteza wakati. Lakini fanya, hata kama wewe hautatumia, fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, Allah ataona, mtume ataona, waumini wataona kwamba hili limefanywa na fulani, sisi tunanufaika nalo. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa faida za kufanya kazi, kwa nini tuhamasishane na kushajishana kwenye kufanya kazi? Faida za kufanya kazi zinarudi kwetu sisi. Moja, qillatu sariqun wanahabun walghaswabun. Kwanza watapungua wezi. Kila mmoja akifanya kazi, wizi unapungua, kwa sababu anapata riziki, hawezi kwenda kuiba cha mtu. Uvamizi unapungua, mtu anafanya kazi haendi kwenda kuvamia cha mtu, kwa sababu anajua riziki mimi napata kwa juhudi zangu. Lakini achana tu na hivyo, Bwana Mtume bado anatuambia miongoni mwa faida zake, li ayakhudha alaykum alhabla fayahtatibu fil ghaba thumma yati fayabi'u fil madina wa yakula rizqahu khairun lahu min an yatakaffafa bin nas. Laiti mmoja wenu akachukua kamba na upanga wake au na shoka lake, akaingia porini akakata kuni, akaja mjini akauza, akala riziki ile ambayo ameitafuta yeye mwenyewe kwa juhudi zake, ni bora zaidi kuliko kuomba watu. Ni bora zaidi kuliko kuomba watu. Laiti ukatoka ukafanya kibarua, ukapata pesa ukatumia, pesa ya halali, ni bora zaidi kwako wewe kuliko kuomba watu.
Kwa hiyo kwa hali hiyo sasa watapungua watu ambao ni wenye kuomba sana, watapungua wezi pia vile vile. Qillatu almutasawwilina alyawmiyya. Miongoni mwa faida ni kupungua watu wanaoombaomba kila siku. Kwa sababu kila mmoja anafanya kazi, anajipatia riziki. Kama unajipatia riziki, hakuna haja ya kwenda kuomba kwa mwenzako. Faida nyingine, kathrati tawfiri al-amwal. Mali zinakuwa ni nyingi fil mujtama, katika mujtama. Mali zikiwa nyingi, maendeleo yanapatikana. Wala hakuna kumlalamikia mtu nimekosa ajira. Wewe mwenyewe unaweza ukafanya kazi na ukapata pesa bila kusubiria ajira ya kuajiriwa na yoyote yule. Kwa hiyo mali zinakuwa ni nyingi. Miongoni mwa faida pia, tibil hayat wa maladhatiha. Maisha yanakuwa ni mazuri na yanakuwa yana ladha na yana starehe. Ndio maana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia katika hadithi, arba'u minas saada. Mambo manne yanafanya maisha kuwa ni mazuri. Jambo la kwanza ni mtu kupata azauja salih, kupata mke mwema, mke mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ukipata mke mwema mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, umeipata dunia. Jambo la pili akasema almaskanul wasi', mtu kupata nyumba pana, nyumba ambayo anaweza kaishi yeye na familia yake. Jambo la tatu almarkabul hani, kupata kipando kilichotulia, kupata kipando kizuri ambacho hata unapoenda safari yako, hata kama ni baiskeli, haikusumbui njiani, inaenda vizuri. Huko ni katika saada ya maisha ya dunia. Lakini la mwisho akasema aljaru salih, kupata jirani mwema. Ukipata haya mambo manne, umepata mwanamke mwema, umepata nyumba pana unaishi, umepata kipando kizuri ambacho hakikusumbui, umepata jirani mwema, wewe umeipata dunia yote. Wewe tayari umekwisha ipata dunia. Hasa huwezi ukapata nyumba kama haujajishughulisha. Huwezi ukapata kipando kama haujajishughulisha. Wala huwezi ukapata mwanamke mwema kama haujajishughulisha. Unaenda kumuoa na nini? Katika kuoa kunahitajia mahari. Unaenda kumuoa na nini? Huwezi ukapata jirani kama hujajishughulisha. Utapata jirani, nyumba utaipatia wapi kama una riziki? Hata jirani huwezi ukampata. Utampata jirani endapo utakuwa una makazi. Kwa hiyo na jirani sasa unakuwa una jirani na fulani kwa sababu makazi yako ni haya. Kama hauna riziki, hata nyumba huwezi ukaipata, jirani pia hawezi kupatikana. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hapana budi watu kufanya kazi kwa sababu kuna faida nyingi ambazo zinapatikana. Miongoni mwa faida ni at-taqaddum wal hadara. Watu kupata maendeleo na watu kuwa ni watu waliendelea, watu wa kisasa. Tuibil hayati wa maladhatiha kama kulna. Ama afatu almutasawwilin, ama maafa ya watu ambaye ni sabahlulin, wale watu wanaokaa bila kazi, maafa yake ni qillatu istidrajia. Kunapungua masala ya istidrajia, uzalishaji. Tusipofanya kazi, uzalishaji hauwezi ukapatikana. Kwa hiyo inafika mahala tunaishi unakosa hata wapi ukakope. Hata ukiwa na shida unaenda kumkopa nani? Kila mmoja hana. Haya, ninyi wote mmezembea kufanya kazi. Wakafanya kazi watu 5 katika 200. Hasa nyinyi watu 200 mtawaelekea watu 5. Kila siku mnaenda kuwaomba, mtawachosha. Hata kama unakopa, watachoka na wao wenyewe pia. Kwa hiyo ifike mahala watu wawe na istitrajia katika iktisadia, wawe na uzalishaji katika kuchuma. Lakini kathratul mutasawwilina, watu wenye kuombaomba wanakuwa ni wengi, tena wengine wanakuwa ni waongo. Wakati mwingine mtu anasingizia nimeuguliwa, kumbe hajauguliwa. Kwa sababu ya shida alizonazo, anaweza akaenda akamwambia mtu, bwana naomba unikopeshe au niazime, nipe bwana, mtoto anaumwa, mke anaumwa na kadhalika, lakini kumbe hajauguliwa. Kwa sababu ya shida alizonazo zikampelekea kuwa ni muongo. Nimekatikiwa na safari, nimeibiwa na begi njiani, kumbe hajaibiwa wala hajakatikiwa na safari, anafanya tu kutafuta namna ya kupata riziki ili kusudi aweze kupata maisha yake. Lakini pia vile vile kathrati sariqa, wezi wanakuwa ni wengi, walqatli, na kuuana, wa akli amwala an-nas bil batil, na kula mali za watu kwa batil. Kama hatutofanya kazi itakuwa ni kuuana na kuibiana na kula mali za watu kwa dhulma, kwa ghishi na mfano wake. Tunaingia hata kwenye riba pia vile vile. Lakini pia adami al-hadara, maendeleo yanakosekana.
fil mujtama wal fardi, kwa mtu mmoja mmoja hata katika jamii yanakosekana maendeleo. Hasara nyingine adami umali kathrati hamali shahadat wa qillatul umali fiha. Watu wa shahada wanakuwa ni wengi, kila mmoja anatembea na vyeti vyake anatafuta kazi, lakini kazi zenyewe hazipatikani, kwa sababu wewe unataka kwa mahala penye ulaini, na kazi zenyewe pia hazipatikani. Inabaki watu wenye kubeba shahada za uongo. Wakati mwingine mtu anaenda kutengeneza vyeti feki ili angalau aajiriwe apate kazi, lakini kumbe ni habaa manthura, hataki kufanya kazi ambazo zinamteza nguvu ili kusudi aweze kupata zile ambazo ni laini katika maisha yake. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tukithirishe kufanya kazi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ya ayuha rusul kulu min tayyibati wa amalu salihah, enyi mitume kuleni vilivyo vizuri na mtende vialie mazuri. Kwa hiyo hamwezi kula vilivyo vizuri mpaka kwanza msote kuvitafuta vile vizuri. Hamwezi mkaishi kwenye makazi mazuri mpaka usote katika kuyatafuta hayo makazi mazuri. Hamwezi kufanya hata katika ibada, huwezi ukaenda ukafanya ibada kwa utulivu kama haujafanya kutoa sayu katika kutafuta riziki. Utaenda kuswali ili hali haujala chakula, utaswalije hujala chakula? Utafungaje ili hali umekosa hata cha iftari, umekosa hata cha daku, umekosa haujala siku mbili, unafunga ili iweje? Kwa ndugu zangu katika imani, ifike mahala kwamba tukithirishe kutenda kazi, tusiwe ni masahaba lalun, tusiwe ni watu wa kukaa bila ya kazi, tunaleta maafa katika ardhi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وافقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.